Bwana Yesu asifiwe. Penzi mtazamaji wetu wa studio za MWK. Kuna swali ninalo hapa, ninaomba msaada kidogo. Na mpenzi mtazamaji, unaweza ukatujibu kupitia comment, unajibu swali lako hapo chini. Yes, unatuma message yako hapo chini, yani ili kunisaidia mimi. Kuna swali ninajiuliza, ninahitaji majibu. Lakini pia niko na baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna swali linanitatiza, naomba msaada kidogo. Twende. Hivi ni kwa nini mpira na siasa vina ushawishi mkubwa kwa watu ukilinganisha na kanisa? Ukisema ushawishi unamaanisha nini? Yaani niseme, ukiangalia kwenye uwanja wa mpira kunakuwa na watu wengi sana, afu kama kuna siku ni siku ya kampeni, ile siku ya siasa au niseme vyama, vina watu wengi sana, lakini kanisani unakuta watu hawapo. Hata kama ni siku ya ibada, mtu anaona bora aache ibada aende akasikilize siasa, au aache ibada Simba na Yanga inacheza akatazame kwenye video, na ibada ni ya live, lakini anaona bora aache ibada ya live aende akaangalie mpira kwenye video. Kwa nini mtu anaona bora aende akaangalie mpira au aende kwenye ukumbi za siasa afu kuliko kanisani? Okay. Ngoja niseme hivi. Moja ya kitu ambacho nataka ujue kwamba mpira una ushawishi mkubwa, nadhani zinafuata siasa. Ndio. Baada hapo nadhani ndio linafuata kanisa. Sababu mimi nadhani ni moja. Kanisa tunagombana sana. Tunagombana. Iko hivi. Sikilize. Ndio. Kwa mfano, Simba ana mtani wake anaitwa Yanga. Ndio. Shabiki, ukisikia mtu anasema mimi ni shabiki wa Yanga, ni shabiki wa Yanga kweli kweli. Ukishasikia mtu anasema mimi ni shabiki wa Simba, shabiki wa Simba kweli kweli. Maana yake awe Kiera, awe Mbeya, awe Mwanza, awe Dar es Salaam, awe Unguja, awe wapi, ila kama akisema mimi ni shabiki wa Yanga, ni shabiki wa Yanga kweli kweli. Akisema mimi ni shabiki wa Simba, ni shabiki wa Simba kweli kweli. Kwa hiyo inasaidia kwamba mashabiki wa mpira hawana unafiki ndani. Yaani wanaupenda wanaipenda timu yao wakitokea ndani. Alafu pia mipira inaongelewa sana, jambo la kwanza. Lakini pia mpira ni burudani ya mwili. Unaona, ni burudani ya mwili. Tukija kwenye siasa, watu wanapenda siasa kwa sababu siasa zinampa mtu matumaini. Unajua watu wanataka wasikilize nini? Mtu yupo kwenye shida, anasikia anasema watoto tutawasomesha bure, tutawachimbia vyoo bure, tutatengeneza barabara ya rami. Yaani hayo matumaini yanawafanya watu waanze kufuatilia nini? Siasa. Unaona ile, kwa mfano mimi nakumbuka kipindi cha Roasa. Tulijaa pale Kiera wakati amekuja huku. Watu wanavutiwa na kila anachosema, tafanya hivi, tafanya hivi, kwa sababu watu walioko chini wanataka wasikie matumaini. Aya, twende kwenye kanisa. Makanisa yako hivi. Kanisa kwa mfano mimi hapa. Kama kuna kanisa lingine ambalo linamtaja Yesu, lakini aliamini ninachoamini, ni la shetani. Linabaki la kwangu tu. Kwa hiyo baba, makanisa ni kwamba tunashakiana sisi kwa sisi. Ndio, tunagombana sana. Alafu kimoja, yani tuna kimoja naweza nikasema hatuna imani kati yetu sisi, yani sisi na sisi wenyewe ambao tunaitwa mtumishi. Niseme labda tuseme sisi tuchukue kama ni timu ya nini? Ya mpira. Tusiwe kama hii ni timu ya Yesu, alafu kuna timu ya shetani. Katikati yetu sisi wenyewe ambao ni timu ya Yesu sasa, ambao kwenye timu lazima kuwe na wachezaji labda 11. Niseme labda kuna madhehebu ya aina tofauti 10 na ngapi? 11. Kuna dhehebu lingine linakaa golini,
kuna dhehebu lingine linatakiwa lizuie pembeni, lingine linatakiwa, yani ni madhehebu hiyo ni timu, maana yake na wachezaji 11 na madhehebu 11. Kati hawa 11 walio upande wa Yesu hawa ndo wanagombana. Yani kwa wenyewe yani timu Yesu ndo inagombana. Inagombana nini? Kwamba mbona we umekaa tu golini huangaiki na kwenda kufunga, na yule anayefunga kule anakwambia mbona we beki umekaa tu huku unazuia, mbona we umekaa pembeni. Yani tumefika mahali kwamba anayecheza namba 9 hamwamini namba 5, anayecheza namba 6 hamwamini namba 3, anayecheza namba 3 hamwamini namba 1, anayecheza namba hivyo hivyo. Yani sisi wenyewe yani timu Yesu wenyewe hatuna umoja, tunagombana. Hasa kama timu Yesu yenyewe tunagombana, unatarajia sijui mpira sasa ambao ukisikia Simba au ukisikia Yanga, juzi Simba wamechukua kombe, walifurika pale Dar es Salaam, magari yalipaki, wote wamevaa t-shirt nyekundu, ndani yao hakuna hata mnafiki hata huyu mmoja. Twende tukaangalia wachezaji wa mpira. Wachezaji wa mpira akifunga goli moja wanaenda kushangilia wote, huku ikitokea mmoja akafanya muujiza leo, mimi sijafanya, tayari naanza kumshakia yule kwamba ni wa shetani. Ndio maana leo utakuta kanisa la Katoliki haliwakubali wa Lutherani, unaona? Ndio. Wakati wa Pentecost na wao hawakubali wa Protestanti. Wa Pentecost wanagombana na manabii, unaona? Ndio. Manabii nao wanagombana na wachungaji. Sasa unakuta hapa katikati kanisa halijaunganika. Yani kama mimi nimeinuka, nina wito wangu, labda mimi wito wangu ni kufufua labda misukule mimi naonekana ni wa shetani. Hakuna mahali ilipoandikwa fufua misukule. Kwani baba, sababu ya migongano au migogoro kati ya wa timu Yesu, sababu kubwa ni ipi? Kwa nini tunagombana timu Yesu? Sababu kubwa ni hapa, yani kila mtu anaamini alicho nacho, haamini cha mwingine. Yani kama vile kwenye mpira wanavyoingia kuna namba 11 mle ndani. Ndio. Ile timu anapoingia kucheza, ili mtu aitwe namba 8 lazima awe na tabia tofauti na namba 5. Ili mtu aite striker namba 9 lazima awe tofauti na beki, lazima awe tofauti na goli. Kwa goli ana mazoezi yake, lakini golikipa ana nini? Mazoezi yake. Ana mazoezi yake. Hivyo hivyo striker naye ana mazoezi yake. Sasa huku kwa Yesu, huku timu Yesu sasa, yeah, golikipa anatamani wote wawe magolikipa. Alafu yule namba 9 anatamani wote wawe namba 9. Kwa timu Yesu umo ndani na gombana. Sasa Yesu aliwahi sema neno moja, ufalme wote uliofitinika hauwezi kusimama. Yani kama mimi nikampinga yule na akanipinga mimi, tutasimamaje? Wapo wachungaji wanawapinga manabii, wako manabii wanawapinga wachungaji, wako wainjilisi wanawapinga mitume. Yani ni vurugu. Sasa kwenye vurugu hizo utatengeneza nini? Kwa ndio maana sasa siasa lazima zitushinde, na siasa wana kauli moja. Kwa mfano utakuta Chadema wakiitisha mikutano yao, unakuta wote wapo pale, kunja ngumi peoples, wanaitikia wote power. Utaikuta Chadema juzi nisikia walianza kupishana, kugombana. Ukiona Chadema imeanza kugombana yenyewe kwa yenyewe, haiwezi kusimama. Ukiona CCM wameanza kugombana wenyewe kwa wenyewe, hawezi kusimama. Lakini hicho huwezi ukakikuta. Ndo maana Lissu amefungwa, yuko gerezani. Heche ambaye ni makamu yuko anapiga siasa na wananchi wanamkubali na wanachadema wanamkubali. Ingekuwa ndo Lissu ni mchungaji, yuko gerezani, amemwacha Heche ni makamu mchungaji, angerudi gerezani angekuta Heche amepasua kanisa lake, ameanzisha la kwake. Kwa hiyo baba, ina maana sisi hatupendani. Yani sisi ni timu ambayo haina yani kila mtu anaamini wivu, ndio. Yani kila mtu anaamini alichonacho. Yani nilichonacho mimi ni bora kuliko alichonacho namba 9. Yani sisi, Paulo amesema ni viungo katika Kristo.
Ndiyo. Ili mwili uwe ni mwili, lazima uwe na macho, lazima uwe na masikio, lazima uwe na pua, lazima uwe na miguu. Na kuna viungo vingine hata vinaonekana havina umuhimu. Unaona? Vipo lakini pia vinaonekana havina umuhimu. Lakini ili mwili utengenezwe na hivyo vinaonekana kwamba vina umuhimu. Vipo hata ndani ya nyumba. Kuna madekio, yani kuna vingine vina umuhimu, vingine havina umuhimu, lakini ndivyo vinavyotengeneza nini? Nyumba. Sasa kwa Yesu huku, kinachofanyika huku kwa Yesu ni kwamba timu Yesu tunao watu ambao yani wivu umekuwa mwingi, alafu pia tunagombana sisi kwa sisi, kitu ambacho huwezi ukakikuta Simba, kitu ambacho huwezi ukakikuta Yanga. Yanga wagombani wao kwa wao, Simba zigombani wao kwa wao. Inajulikana hii ni timu Simba, wana umoja. Unaona, sisi tulio na umoja, kwa mfano ukikuta Assemblies wana umoja wao kwa wao, yani TAG na TAG ndo wameokoka. Ukiwakuta AGT wameokoka wao, ukiwakuta MMPT na wao ndo wameokoka wao, ukiwakuta Revival ndo wameokoka hao. Kwa hiyo ni vigumu sana Revival kumzungumzia vizuri MTAG, na ni vigumu sana MTAG kumzungumzia vizuri Revival. Unaona, kitu ambacho wachezaji wa mpira hicho hawana. Baba, kwa upande wa miongoni mwa kanisani humo, yani MTAG anaweza kumzungumzia vizuri MTAG mwenzie? Sasa tena kitendawili kingine sasa. Ndiyo. Hata humo TAG na mwenyewe kuna migongano. Humo TAG unakuta wao wenyewe wanagombana. Huyu kiongozi wa kwaya, huyu ni mzee wa kanisa, haongei na katibu. Humo na mwenye. Sasa kanisa likimeguka vipande hivyo, hata ushawishi linapoteza. Ndio maana wapo watu wengi ambao wapo nje ulaiani wameamua kwa wapagani. Sio kwa sababu waliamua kwa wapagani, lakini kwa sababu kuna vitu ambavyo haviko sawa. Yani saizi kanisa, kwa mfano sisi hapa Mlangwa, yani saizi unaniona mimi hapa ni mchungaji, si ndio? Ndio. Kuna mchungaji mwingine anayeomba mimi nianguke. Umo Mlango wa Kondoo. Sio Mlango wa Kondoo. Basi kama baba, yani unaweza kukuta kuna mchungaji mwingine wa kanisa lingine ambaye ananiona mimi sijaokoka, ila wao wamefanya nini? Wameokoka. Na anaweza akanihubiria madhabahuni kwamba mimi sijaokoka, na akanitukana na kunitukana. Wakati huo na mimi nikiamua nitumie imani yangu sasa kukashifu mwingine naweza, lakini nini kinachonibana? Kwa sababu nakuja kujua hii ni timu. Yani kama kila mtu akajua Yesu ni timu, na timu haina namba moja. Yani haina namba moja, yani kwamba hatuwezi wote tukaa namba 5, hatuwezi wote tukaa namba 2, hatuwezi wote tukashika golini. Hii ni timu. Unaona? Ndiyo. Sasa moja ya vitu ambavyo huwa vinafanya kazi ya Mungu iwe hivyo na iwe ngumu, nadhani ni mambo kama hayo. Asante. Lakini kama changamoto ni kwamba Mlango wa Kondoo MMPT haamini alichonacho Mkatoliki. Yeah. Mkatoliki haamini alichonacho nabii. Nabii haamini alichonacho Revival. Ina maana ni Yanga haamini Simba. Simba haamini Azam. Sio Yanga haamini Simba. Baba, sasa yani nikwambie, bora ingekuwa Simba haiamini Azam. Kwa sababu Azam si ni mpinzani. Yani Simba mwenyewe, yani kwa mfano hivi tuko sasa ni mpira. Niseme kuna mabeki. Ngoja nitaje labda beki wa Simba, nitaje wa Yanga. Kwa sababu nitakakotaja kuna mashabiki wao wataanza kunipiga. Sema tu beki. Haya, niseme beki labda wa Simba. Nimtaje labda Lushain, ni beki wa Simba. Si ndio? Sasa huyu Lushain hamwamini Mpanzu. Ni timu hiyo? Timu moja. Lakini kama Lushain hamwamini Baka wa Yanga, hiyo haina shida. Lakini sasa wote mnasema Yesu, wote mnatumia Biblia, wote mnabatiza ubatizo wa maji mengi, wote mnahubiri ni wanafunzi wa Yesu, ni wenyewe ndio mnagombana. Sasa baba, swali langu ni kama mimi ninagombana na MTAG, MTAG anagombana na Moravian, Moravian anagombana na Pentecosti, swali langu ni hili:
ina maana kama hawa watu wanagombana si kimadhehebu sasa. Ina maana tukiwa kwetu tunapendana. Sasa kama tunapendana, kwa nini kanisa, yani mlango wa kondoo kama mlango wa kondoo, isiwe na ushawishi mkubwa wa kumfanya huyu mtu asiende kuangalia mpira ni saa 9 muda wa ibada au saa 10, asiende kuangalia mpira, abaki kwenye ibada zake za mlango wa kondoo, sio za nje. Ngoja nikwambie. Ndio. Upo mtaani kule, si ndio? Upo mtaani kule umekaa. Watu wanasema leo tunaua mtu, leo tunachinja mtu, si ndio? Leo tunachinja mtu, leo tutampiga mtu. Unasikia? Ndiyo. Alafu mwingine anasema Apostle, kuna Mungu pale? Hakuna Mungu. Unasikia? Ndio. Kwa huyu mtu naye anashawishika kusema hakuna Mungu, hata anadharau na yeye alichonacho. Ndio hicho, ndo maana Yesu alisema hakuna ufalme unaoweza kusimama. Dakika zinatuacha. Basi kama ni hivyo baba, hakuna mfalme unaoweza kusimama kama utagawanyika wenyewe. Yaani kama ufalme wa Yesu umegawanyika, tunabondana sisi wenyewe. Yaani leo hii mchungaji mwingine akipata tatizo, mwingine ni furaha. Mchungaji mwingine akiumia, mwingine anashangilia, anaenda kutoa paka sadaka ya shukrani. Sasa bora ingekuwa ni kanisa na kanisa, lakini imeingia hata kwenye kanisa lenyewe mule ndani, hata wenyewe pia hawapendani. Sasa kwa mfano leo ikionekana wachezaji wamekosana, ndio hawaelewani, yanakwambia hiyo mechi wanayoenda kucheza itakuwa ngumu sana. Sasa baba, kama hali ndio iko hivyo, sisi wenyewe hatuaminiani, licha tu ya mimi na jirani, hata ndani kwenyewe hatuaminiani, hatuelewani, hatupendani. Nini kifanyike ili kuliweka kanisa sawa? Yaani kuliweka kanisa sawa hapo Yesu mwenyewe akirudi. Kwa sababu sasa Yesu akirudi atakuta kanisa lipi wakati kanisa lenyewe lina mapigano? Mpaka saizi kila mtu anajiona na Yesu. Yaani kila mmoja anajiona na Yesu wake. Yaani naweza nikasema ipo kama TAG wana Yesu wao, kwamba kanisa tuna Yesu wa mmoja, yaani tuna Yesu wa pamoja. Kwa sababu wao wana Yesu wao anakataza kusuka nywele, si ndio? Ndio. Hawa wana Yesu wao anaruhusu. Unasikia? Ndio. Hawa wana Yesu wao hataki matusi. Hawa Yesu wao anaruhusu. Hawa wana Yesu wao anakataza kuoa wanawake wengi. Hawa Yesu wao anasema oa. Unaona? Hawa na Yesu wao anasema hata suruali tu mkiamua vaa sina shida. Hawa wanasema usipofunga kitambaa kichwani mwanamke we ni mpagani. Unaona? Ndio. Yaani kufika mahali kawaleta hao watu pamoja ni kipengele. Ndio maana kuna migongano na kanisa. Tukisema eti tuliunganishe, kwa mfano leo tumchukue labda Mwamposa. Unajua kwa nini Mwamposa na ushawishi? Kwa sababu always Mwamposa anahubiri matumaini. Ukija hapa una mtoto, utapata mtoto, ndo watu wanachotaka hicho. Sasa wewe kanisani toka kamechoka, wanamwambia motoni moto na waka wa njano wa blue, unachomesa. Mtu anawaza maisha yenyewe anampiga, anaenda kanisani pia anatishiwa. Kwa unakuta mtu mioyo inakimbia. Ndio maana watu wanaenda bora aende kwenye mpira ili akapate amani. Ndio. Asante baba, nashukuru. Nashukuru wewe mpenzi mtazamaji unayetutazama. Kama una cha kuchangia unaweza ukatutumia message hapo chini, tutaiona, tutashukuru sana na tutabarikiwa na message yako. Baba, sasa uage watu. Shalom. Mungu awabariki. Shalom, uwe na wakati mwema, tutakutana kipindi kijacho. Amen.